2026 tunatarajia kupanda hekta 620, na hilo zoezi tumelianza rasmi tarehe 5 mwezi huu wa kwanza, na tulianza zoezi hilo kwa kuwatangazia vijiji jirani ili tuweze kupata vibarua ambao watakuja kutusaidia katika zoezi hilo la upandaji. Hii safu imezungukwa na vijiji 4 ambavyo vyote tulienda kutangaza vijijini kwa kuwashirikisha viongozi wa kijiji, wakatangazia wananchi wao. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, wananchi wamejitokeza na wao wanafurahi sana kuja kushirikiana na sisi katika zoezi hilo la upandaji, kwa sababu wakija kupanda hapa na wao wanapata uelewa, na wao wanaenda kuanzisha mashamba yao ya kupanda miti. Pia wanakuja kupata ajira ambazo zinawaingizia pesa, zinawasaidia sana katika kuwainua kiuchumi. Kwa kuwashirikisha katika mazoezi haya ya upandaji miti, hata inapokuja kutokea changamoto, hasa vile kati labda moto umetokea kaunguza hii misitu, watu wanajitoa sana kuja kushirikiana na sisi katika kuzima, kwa sababu wanajua hii miti ikiungua na wao wanapoteza ajira. Kwa zoezi hili la kuwashirikisha wananchi, wanajitokeza na wanakuwa na mwitikio mkubwa, wanakuja kutusaidia. Nimekuja hapa kwa kufanya hii kazi, maana huu ndo muda wenyewe wa kupanda miti. Tumeanza kupanda miti kwa ajili ya kuhifadhi maeneo na mazingira yakae sawa, na hii miti inatusaidia vitu vingi. Hususani hii miti inatusaidia mbao, kutengeneza mvua. Hii miti pia inatusaidia na faida nyingine ambazo tumepata kwa ajili tu ya kutupatia vipato. Tumepata vipato vingi ambavyo vinatusaidia kwenye maisha yetu kiujumla, kutokana na vijiji vya jirani. Kiufupi, hii kazi imetusaidia sana. Wito wangu pia kwa wananchi kwenye hii kazi ya uwekezaji wa miti, tuendelee kuhifadhi miti, maana hii miti inatusaidia katika vitu vingi. Mivua, kipato tu kwa ujumla tunapata, halafu pia na mbao pia kiujumla tunapata, inatusaidia kwa sababu mbao zinatembea katika vitu vingi na faida zake zipo nyingi, na hususan kwenye kanda hizi za kwetu mbao zimekuwa zinatoka sana na zina faida nyingi sana. Pia kielimu, kwa kuanza kupanda hii miti imetusaidia. Mimi mwenyewe kwanza nimeelimika kwa upandaji wa miti kwa ujumla, halafu pia na ikanisaidia na mimi nikapanda, na pia naendelea kunufaika hata niliyopanda mimi mwenyewe nyumbani kwetu. Nimekuja hapa kwa zoezi la upandaji miti ikiwa najua manufaa na faida za upandaji miti, ndio maana hivi leo nipo hapa. Cha kwanza nazingatia, kwanza kabisa kwa upande wa uchimbaji shimo, naangalia sentimita 30 upana na kuelekea chini sentimita 30, ili mti wangu nikiupanda ukue sawa. Kinachofuata ni jinsi ya upandaji mti huu. Mti huu nikishachimba shimo na utawanya, nikishautawanya na uchukua, ninavyoupanda narudishia udongo na kisha shimo lipo level. Halafu nachimba tena shimo dogo, nachana poti yangu na upanda huu mti kwa ufasaha kabisa. Nikiangalia hauruhusiwi kufanyaje, kufukiwa. Kuna baadhi ya sehemu inabidi niachilie ili huu mti ukue vizuri. Baada ya hapo, kwa kila wanavyoniita kwa ajili ya ajira, huwa nakuja kwa ajili ya kufanya hizi kazi, kwa sababu najua faida za huu mti. Cha kwanza, unanipatia ajira, unanisaidia kuleta watalii mbalimbali kutoka huko kwa ajili ya kujifunza kupitia huu mti. Alafu pili, huu mti una manufaa. Cha kwanza, mimi kama mimi nimefaidi, umenisaidia, nimeweza kufanya mambo yangu ya kimaendeleo, mfano nyumba nimejenga. Wananchi wenzangu napenda kuwaasa kwamba mti unaopandwa inabidi utunzwe na ufuatiliwe. Sio unaupanda tu na kuacha unaondoka, hapana. Inabidi uwe mara nyingi unautembelea, unaufuatilia, ili mwisho wa siku ujue nini cha kufanya kwenye ule mti ulioupanda. Sio ukiupanda tu na utelekeza unaondoka, utakosa jinsi ya kupata hewa ukizibwa na yale majani. Kwa hiyo inabidi ufuatiliwe utunzaji wa mazingira, mwisho wa siku mti ukae bora.